Yes, karibu tena ndugu mtazamaji, ninakukaribisha sana katika kipindi chako hiki pendwa cha Life and Leadership kinachorushwa hapa EDTV. Na mimi mtangazaji wako Sarah Marco, ninakukaribisha tena siku ya leo. Asante kwa wewe ambao umeendelea kutufuatilia, umeendelea kusubscribe pale, kulike pamoja na comment katika channel yetu hii ya YouTube. Tunakaribisha sana katika mfululizo wa vipindi hivi vizuri kabisa ambavyo vinakujia hapa mara kwa mara, tukizungumza moja kwa moja kabisa na maisha yako, tukikuletea mada moto. Yes, niko na wageni wangu hapa kama ilivyo ada, na kama nilivyokutambulisha ndugu mtazamaji, nitaendelea kuwa nao hapa katika mfululizo wa kipindi chako hiki pendwa cha Life and Leadership. Leo tena niko nao wachambuzi wangu hapa makini kabisa ambao wameendelea kuchambua mada tofauti katika kipindi hiki, na leo tena niko nao hapa, na naomba niwape nafasi waweze kujitambulisha kwa majina yao tena, kwa faida ya wale ambao ni wageni na wamekutana nao kwa mara ya kwanza kabisa. Asante. Kwa majina yangu naitwa Mwalimu AJS Kagulana, ni mwalimu wa neno la Mungu. Nimefurahi sana kwa kweli kwa hapa leo. Asante sana. Tuko na Mwalimu Kagulana hapa, tunaendelea kuwa naye katika mfululizo wa vipindi vyetu hivi hapa Life and Leadership. Lakini pia nipo na Apostle, naomba pia na yeye nimpe nafasi aweze kujitambulisha kwa ajili ya faida ya ambaye hakuwepo. Well, Apostle Alfayo Richard Joshua, mchambuzi wa mambo ya maisha na uongozi. Nimefurahi kwako hapa kwenye kipindi chako. Asante sana. Niko na wachambuzi wangu hapa kama nilivyoambia nimeweza kutambulisha. Upande wangu wa kulia ni mwalimu na upande wangu wa kushoto niko na Apostle. Na mada yetu imelenga katika kundi la vijana. Tutazungumzia hasa kwa upande wa vijana, na tunaomba sana uendelee kutupa comment zako baada ya kuweka mada hapo. Tunathamini comment yako vile ambavyo utachangia, kiachana na uchambuzi kutoka kwa wachambuzi ambao watatupa, lakini pia tunathamini comment yako, ni ya muhimu sana. Karibu sana. Mada yetu ya siku ya leo inasema kijana ni nani, na je, ni vitu gani afanye au mchakato gani ambao anapaswa kuupitia ili aweze kufanikiwa katika maisha yake ili kufikia hatima ya ndoto zake. Ndio mada ambayo tutatembea nayo siku ya leo. Kijana ni nani? Huenda kuna mtu bado inampa shida kuelewa kijana ni mtu wa namna gani, ukiachana na umri. Kuna vitu vingi ambavyo mtu anapaswa kuelewa katika kutambua nini maana ya kijana, lakini pia tutachambua kwa undani zaidi kuhusiana na maono na vitu kama hivyo. Karibu sana, na nitaanza na mwalimu, atatuambia nini maana ya kijana. Karibu sana mwalimu, uweze kuambia watazamaji. Anajua una mambo mengi ya kuambia kuhusiana na kijana, kiachana na age ambayo watu wanajua, lakini najua kuna vitu vingi ambavyo unaweza kumwelezea mtazamaji kuhusiana na kijana. Ndio, kijana kwa faida ya mtu anayetutizama. Tafsiri ambayo ningependa watu wote waifahamu. Vijana wana tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza ya kijana ni mtu yeyote anayeanzia umri wa miaka 17 mpaka umri wa miaka 39. Hiyo ni tafsiri ya kijana ya kwanza, ambayo ni tafsiri ya kiroho ambayo unaipata kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 fungu la kwanza mpaka fungu la pili. Ukisoma hapo utaona kuna maneno yameandikwa. Yusufu alipokuwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Wametaja miaka 17 kuonesha kwenye kitabu cha Mwanzo kwamba kijana anaanza na umri wa miaka 17. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka sura ya pili fungu la 11 mpaka fungu la 12 utaona pia hapo kuna maneno yameandikwa. Musa alipokuwa mtu mzima alitoka kwenda kuwaona ndugu zake. Na ukisoma pia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 7 fungu la 21 mpaka fungu la 22 utaona pia hapo kuna maneno yameandikwa. Musa alipopata umri wa miaka 40 alitoka kwenda kuwaona ndugu zake. Kwenye kitabu cha Kutoka sura ya pili fungu la 11 wamesema alipokuwa mtu mzima. Ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume wameonyesha kwamba alipokuwa mtu mzima alikuwa na miaka mingapi. Hapo wameonyesha vizuri alikuwa na miaka 40. Kwa kama kijana anaanza na umri wa miaka 17,
na mtu mzima anaanza na umri wa miaka 40, maana yake kijana anapaswa kuwa mtu wa kuanzia chini ya miaka 17 mpaka umri wa miaka 39 kwa jinsi ya roho. Kwa nimetaka angalau nizungumze hii tafsiri ya kijana kwa jinsi ya roho, ili watu wajue kwa jinsi ya roho kijana ni mtu wa aina gani. Kwa binafsi niseme tu kijana ni mtu yoyote wa kuanzia umri wa miaka 17 kwa jinsi ya roho mpaka umri wa miaka 39, ila kwa jinsi ya kawaida, kwa tafsiri ya kawaida ambayo ndo tafsiri ya pili, kijana ni mtu yoyote anaanzia umri wa miaka 18 mpaka umri wa miaka 35 au mpaka 44 kwa kutegemea na nchi husika na utaratibu waliojiwekea kama nchi. Hizo ndo tafsiri mbili za kijana. Asante sana mwalimu. Tafsiri ambayo ametupa mwalimu ni kulingana na reference ambayo tumeipata kwenye maandiko kwa habari ya Musa, ambayo imemmention kwamba Yusufu alikuwa na miaka 17, lakini pia tumeona kwa Musa pale baada ya kufikisha miaka 40 inatuambia alikuwa ni mtu mzima. Kwa hiyo mwalimu ametuelezea kwa tafsiri ya kijana kwa concept ya umri kwamba inaanzia miaka 17 mpaka miaka 39, lakini yako mambo mengi sana kuhusiana na kijana. Kijana pia anaweza akawa ni mtu ambaye katika eneo la utashi wake ameanza kupevuka kuelewa mambo kwa undani zaidi. Ukiona mwanao tayari kuna vitu ameanza kuvielewa ambavyo tunasema ni vya kiutu uzima, tayari unaanza kuongeza katika kundi la vijana. Nirudi hapo kwa Apostle, kwa zama tulizonazo, turudi kwenye concept ya mwalimu ya umri miaka 17 mpaka miaka 39 kwa ratio ya ukuaji au tuseme kasi ya ukuaji wa watoto wa sasa hivi. Tukisubiria mpaka miaka 17 tunaweza tukachelewa kumuita mtu kijana kulingana na information ambazo tayari ziko mtaani. Lakini hii ni kibibilia na tunaiacha hivyo hivyo kwa sababu Biblia ndio imesema. Hatuwezi kuikataa Biblia na hivyo ndivyo itakavyokuwa. Lakini tukirudi kwenye kasi ya watoto kukua, kimsubiria afikishe miaka 17 tumuite kijana, je, unaona ni sahihi au unaonaje wewe? Well, ni sahihi. Kwa mwalimu amezungumza vizuri kabisa hapa kwamba ikifika hapo pia ni vizuri afike hapo aanze kuitwa kijana. Mujibu wa Biblia kabisa, kwa naweza nikasema ni sawa kabisa. Yes. Asante sana. Nilitaka tu kuweka challenge kidogo hapo kwa sababu kuna watoto wako chini ya miaka 17 lakini ukiangalia tayari ni kama vijana. Yaani kuna ile kukua kimwili, kimawazo, kinini tayari unakuta wameibuka haraka. Nataka kuweka sawa. Lakini kwa kuelezea kumalizia kabisa tafsiri ya kijana ni hapo kuanzia miaka 17 mpaka 39. Kwa hiyo kama ni miaka 16 hapo no matter watu una kimwili kikubwa, una mambo mengi kichwani, bado tutakuita wewe ni mtoto. Asante sana. Apostle, nataka kuelewa kuhusiana na maono kwa niaba ya mtazamaji wangu hapo. Huyu kijana tumeona ni mtu ambaye yuko katika lenki ya umri huo. Najua kuna mambo mengi ambayo yanawakumba vijana katika umri huo, vitu vingi wanakutana navyo. Nafikiri pia anakuwa ametoka katika stage moja kuingia stage nyingine. Kijana ni mtu ambaye ametoka katika stage ya utoto, ameingia kwenye stage nyingine ambayo inaitwa jana. Mwalimu amesema pia kuanzia miaka 40 ni mtu mzima. Kwa kuna stage kwa stage. Kama hii ni stage ya kijana. Sasa hapo kwenye stage ya kijana nafikiri namna ya mwenendo wa maisha kidogo inakuwa tofauti na ile ya mtoto. Huyu anakuwa bado analelewa, anaangaliwa na wazazi kwa majicho yote tuseme matatu kabisa. Lakini anapoanza sasa kufika kwenye umri wa kijana kidogo, na wazazi wanaanza kumpa nafasi ili aanze kutengeneza future yake yeye kama yeye. Na hapo kwenye kutengeneza future nilitaka kujua kuna umuhimu wowote wa kijana kuwa na vision au maono ili aweze kufika kule anapokwenda. Well, asante. Ni swali zuri na swali la msingi kabisa. Kijana kuwa na maono, definitely yes. Atakiwa awe na maono. Kwa sababu bila kuwa na maono nafikiri unakuwa unatembea gizani. Yaani mtu asiye na maono ni sawa sawa namfananisha na mtu anayetembea gizani. Yaani hauoni popote unaelekea. Kwa sababu tafsiri ndogo ya maono ni picha ya mbele kabisa anayoitazama mtu, inayompa kujua yeye anataka kuwa nani, anataka kujua kuwa nani, anataka kuishije. Nafikiri hiyo ndio maono. Kwa hiyo kwa swala la kijana kuwa na maono, definitely yes. Anatakiwa kijana awe na maono. Yes, Biblia inatuambia, neno la Mungu linatuambia kwamba pasipo maono watu huacha kujizuia.
Sasa unaona, hapo ndio msingi kabisa, hapo nataka nizungumzie. Pasipo maono watu huacha kujizuia. Kwa hiyo maono ndio yanakuweka sasa kwenye leli ili usifanye mambo yasiyofaa kama kijana. Ninazungumza na vijana ambao sasa katika jamii zetu tunawaita Gen Z. Gen Z ni jina ambalo limeibuka hivi karibuni. Kwa hiyo lazima uwe na maono, lazima uwe na maono sasa ili ubaki kwenye mstari, uweze kujizuia. Na kujizuia tafsiri yake ni nini? Kujizuia tafsiri yake ni discipline, ni discipline. Kwa hiyo vile unataka kuwa itakufanya usitoke kwenye kufanya. Haiwezekani wewe una ndoto kama kijana ya kuwa mhubiri alafu kawa unajichanganya, unataka kuwa kama mhubiri wakubwa Moses Kulola, unataka kuwa kama Miles Monroe, unataka kuwa kama wakina Bill Winston, na ukawa unajichanganya, unaishi maisha ya kawaida tu. Unataka kuwa kama wahubiri wakubwa wakina Mwakasege. Huwezi ukawa unajichanganya tu. Kwa hiyo yale maono ya kutaka kuwa mhubiri yatakuweka kwenye discipline, na ndo kujizuia kwenyewe ambao neno la Mungu linasema sasa kwamba pasina maono mtu huacha kufanya nini? Kujizuia. Kwa hiyo utajizuia. Kuna mahali hautafika wewe, hautaenda wewe, hatutakukuta kulingana na maono ambayo unayo. Kuna vitu hautafanya wewe kulingana na maono ambayo unayo. Kuna lugha hautazungumza wewe kulingana na maono ulionayo. Kwa hiyo maono yatakuweka kwenye mstari wa discipline, utakuwa unajizuia. Kwa hiyo sasa ukiona mtu anaishi kiholela, nitumie neno kiholela, ni mtu asiye na maono. Yes. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo sasa uzito wa kijana kuwa na maono. Kwa hiyo kijana yoyote unamwona naishi holela tu, yuko availability sehemu yoyote, utamkuta club, utamkuta bar, utamkuta everywhere, ni kijana asiye na maono of course. Kwa hiyo kama una maono lazima utajizuia kwenye baadhi ya mambo kulingana na maono ulionayo. Kwa hiyo ndio maana halisi kabisa ya mtu kuwa na maono kama kijana. Kwa hiyo mimi niseme wazi kwamba kijana kuwa na maono ni jambo la msingi, na sio tu la msingi, it's a godly thing. Ni jambo pia la kiungu, kwa sababu Mungu hakumuumba mwanadamu olela. Mungu alimuumba mwanadamu akampa purpose. Maono pia ni jambo zuri, na maono ndio sasa yanakuleta kwenye plans. Ili ufike sasa kwenye maono yale, hapa katikati kuna mambo tunaita plans. Sijui kwa Kiswahili utanisaidia. Plans, mipango. Utaanza kupanga mipango ya namna ya kufika kwenye maono. Umeelewa? Utapanga, utaweka vizuri mambo yako ili yakupeleke sasa kwenye maono. Kwa hiyo definitely kuwa na maono kwa kijana, ili sasa usiishi maisha ya kiholela. Yes, usiishi hovyo. Yes, uweze kujidiscipline. Kwa hiyo jambo la maono kwa kijana, nafikiri nitakuwa nimejibu sawa. Ni jambo la msingi na ni jambo zuri kwa kijana. Hapo yes. Kama maono yatamdiscipline kijana, nataka kujua uhusiano kati ya maono na mafanikio ya kijana. Na uhusiano gani hapo kati ya maono na mafanikio yake? Well and yes, umezungumza swali zuri kabisa. Kwa sababu tafsiri wazi ya ndogo tu ya mafanikio ni mtu kufika malengo, au tafsiri nyingine ni mtu kuachieve yale maono aliyokuwa amejiwekea. Kwa hiyo ndio tafsiri obvious ya mafanikio. Mafanikio ni kuachieve yale maono uliyokuwa sasa umejiwekea ni kulingana na ile mipango ambayo uliiseti hapa mwanzoni, ili sasa yakupeleka kwenye nini? Kwenye maono ambayo unayo. Kwa hiyo maono na mafanikio ni mtu na mtoto wake kabisa, yanakwenda sawa. Yes. Hatuwezi kumhesabu katika watu ambao wanaweza kufanikiwa au wamefanikiwa. Of course, mtu ambaye hana maono hatuwezi kumweka kwenye jambo la kufanikiwa, kwa sababu maono ndio yanakupa picture ya wewe kufanikiwa. Yes, kwa hiyo mtu anayefanikiwa obvious utamuuliza umeachieve nini, na ndio tafsiri sasa ya vision na maono. Kwa hiyo mtu mwenye maono obvious, tumezungumza hapa, atakuwa na mipango, atatafuta information, atatafuta maarifa. Yes, na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 ile anazungumza kwa habari ya jinsi gani kijana aisafishe njia yake ni kwa kutii. Ameanza kuwepa hapo, lakini kuna sehemu nyingine sasa na anazungumza swala moja, anasema ni kwa kuliweka neno la Mungu moyoni. Unaona, neno la Mungu ni nini? Ni information ya kutosha kuhusiana na Mungu kufanya nini, aliyekuumba. Kwa hiyo ili ufanikiwe sasa kama kijana, lazima uwe na information ya kutosha kwa make sure kwamba una hiyo sasa neno la Mungu ndani, ambalo sasa litakupeleka moja kwa moja kwenye achievement ambazo umejiwekea. Yes, kwa hiyo mimi niseme wazi kwamba kwa msingi wa swali lako,
maono na mafanikio ni mtu na mtoto wake. Yes, vinaendana. Na ili mtu aitwe mtu aliyefanikiwa ni mtu ambaye alikuwa na maono kwanza, alafu akafanikiwa kuyaachieve kwa kuwa na discipline kama nilivyokuambia hapo, na kuwa na mipango thabiti ili impeleke sasa kwenye nini? Kwenye yale maono yake ambayo anayo. Kwa hiyo mimi niseme wazi kwamba mafanikio na maono ni vitu ambavyo vinaendana kabisa, na mtu asiye na maono kufanikiwa ni mtihani mkubwa sana.